Nilisikia rumors kuanzia nyuma tutakuwa na wanawake wa kamba hapo tarehe 27. Na sasa kulingana na hiyo wakati sisi tukasema vile bachelors of Nambale wale wenye wanawake, kwa sababu tulipata ripoti ati wale wenye wana mabibi ndio watakuwa wa kwanza. And it was not just wives from Kambani, they were freebies too. Wanaume wengi Saidi wakakuja wakajipanga hapo, watu wamengoja wa mama kutoka Ukambani na pesa shilingi 10,000 na gunia ya mahindi. And so the men of Nambale put their best foot forward. Mimi nitoka hapa nikaenda nikaomba Lucas pale shuti ya shilingi 500 nikakomboa. Mimi hii asubuhi nikavaa nguo zangu za sport, sikutaka kuvaa suti kwa sababu nikivaa hizo masuti atajua niko na mwanamke. Kavaa viatu za sport, track ya sport na cape ya sport. Nikarauka saa 12 kwa sababu nitaka nikuwa kwanza. Even the old were not left out either. Na mimi nikaamua kwamba lazima mimi pia nitakaa tu. Wakina mama walipita barabara wakatukana sisi. That did not distract the ambitious men. Saa 2 kupimwa nikapatikana niko sawa. Kwa sababu alisema watapatia wale wenye wako sawa wanawake. Nikapatikana niko sawa. Kama saa 4 hivi nikaona lori inaingia hapo, sijui lori kagari kadogo na gunia ya mahindi. Sasa nikasema basi, nikaona jamaa anashuka kwa miti mbio, wanawake wamefika. The women watched from a distance, hurt and shocked. Mimi nilikuwa nimeshikwa na wasiwasi sana. Kwa maana ukiniangalia venye niko nimekuwa mtumba. Shida yao ni moja, hawatupendi sisi. Hebu munione tu vile nimeng'ara kuanzia juu mpaka chini, lakini hakuna mwanaume hapa atanitongoza. For the women, this was a day they would rather forget. They felt betrayed by the male folk. Mtu akikununulia nyama kwota na uko na watoto karibu 6-7, anataka kuambia nyama ukule lunch, ukule sapa na ukule kesho yake. Sufuria ugali anaitoboa shimo, ile hali hata ukiweka maji hezi pita ile shimo. The men, however, have no apologies to make, given the nature of the modern day Nambale woman, they say. Hao wasichana Nambale hatusemi ni wabaya, lakini wako very expensive. Kuita tu msichana peke yake jina, eti kuja hapa nataka niongee na wewe, shilingi 500. Kutembea naye kwa barabara 1,000. But it was the ladies who had the last laugh. Kaulizo hiyo speed mosiziwa speed wa Nambale. Bado ndio nimepimwa na umetuambia tu wanawake wako hapa. Jamaa kanijibu ati report kama hawajasikia. Nikasema ai tena namna gani? Njaa ilituuma, tulihangaika lakini hatukuona wanawake. Was it a bait to get the men there undergo a HIV test? No one knows. But finally, the men and women of Nambale were left to stare at each other. A crucial lesson, perhaps. Maybe Nambale residents were just meant for each other after all. Judy Kosgei, Citizen Live at 9.